alipata stroke. Ikaja kugundulika kuwa ilitokea ajali ya meli ya mizigo iliyozama na mzigo wake wenye thamani ya haraka haraka ya $800 milioni 800. Mpenzi mfuatiliaji wa channel yetu ya Masaa Simulizi, ni siku nyingine tena tunakutana mahali hapa hapa Hamasa na Simulizi, na leo nakuletea sehemu ya 6 ya simulizi inayokwenda kwa jina la Boy. Ima akamfuata Penina kule jikoni ili kumsaidia kuandaa chakula cha usiku. Waliongea mengi ya uso wa maisha, maendeleo na mafanikio. Mpaka chakula cha usiku kinaiva, waliandaa na kupeleka mezani. Walikaa mezani wakala chakula cha usiku, Penina, Ima pamoja na watoto wa Penina. Kisha Penina alimwambia Ima akapumzike. Maongezi rasmi ni kesho baadaye. Maongezi rasmi itakuwa siku inayofuata baada ya Penina kutoka kuwapeleka watoto wake shuleni. Kulipambazuka asubuhi. Kama ilivyo jadi ya Penina, aliandaa watoto kama kawaida yake na kuwakimbiza shuleni. Kisha alirudi na kumkuta Ima akiwa anawapa mifugo chakula na kusafisha mazingira. Penina aliingia jikoni akaandaa breakfast ya uhakika. Ilipotimia saa 4 asubuhi, alienda kumsopisha Ima, akamwambia wakapate chochote cha kufungua kinywa. Walikaa verandani upande wa jiko la ndani. Breakfast ikaletwa na Penina. Aliombea chakula, wakaanza kula. Baada ya kumaliza kufungua kinywa, Penina na Ima walikaa na kuanza maongezi. Alianza Penina kuongea. Unajua Ima, ninakupendea vitu vingi sana, ila kimoja ulicho nacho kikubwa ni kujituma. Aliongea Penina kwa msisitizo. Nashukuru sana madamu, Ima alimjibu. Sasa sikia, aliongea Penina kwa kukazia. Ndiyo, aliitika Ima. Najua ungependa sana usikie sana. Najua ungependa sana usikie nilichokuitia hapa, na nina hakika kuwa una hamu kubwa ya kukisikia, aliongea Penina. Ni kweli kabisa, kwa sababu naona umenyamaza na kukaa kimya. Sisikii lolote, na muda nao sio rafiki hapa mjini. Nadhani hilo unalijua. Weka mambo wazi. Cha muhimu ni wewe kuweka mambo wazi, wengine tuondoke zetu hapa, alitania Ima huku akitazama pembeni na kumwangalia usoni Penina. Ili aone jinsi alivyoichukulia kauli yake ya kutaka kuondoka. Wakati Ima akiongea maneno yale kwa hali ya utani, Penina alikaa kimya huku akiwa amemkata jicho la hali ya taharuki na hasira ndani yake kwa mbali. Kisha akamuuliza Ima, "Kwenda wapi?" Kwa mshangao. "Si kwangu,
huku Ima akitabasamu. Hebu niondolee mawenge na kichaa kichanga chako hapa. Hebu niondolee mawenge na kichaa chako kichanga hapa. Jaribu kutulia, mtoto wa kiume. Acha huo ushamba wako. Usije ukakuponza hapa mjini. Aliongea Penina kwa hasira. Nakutania, hutaniwi madam, alijibu Ima huku akitabasamu. Kisha Penina alitulia baada ya kumtuliza Ima. Na baada ya muda aliongea. Sasa ni hivi. Ndiyo, Ima aliitika. Naamini kabisa kuwa si mapenzi yako kufanya kazi zile, au unasema uongo Ima? Aliongea Penina kwa kumuuliza Ima swali. Ni kweli kabisa dada. Yaani nafanya tu ili mradi nisukume maisha, siku ziendelee kwenda mbele, Ima alimjibu Penina kwa huzuni. Penina alimtizama Ima kwa muda, kisha alinyamaza. Kisha aliendelea kuongea Penina huku akimtizama Ima kwa umakini bila kupepesa macho. Sasa ikiwa unafanya kazi ile bila kupenda, ngoja tuanzie hapo hapo, aliongea Penina. Ndiyo madam. Ima alikuwa tayari kumsikiliza Penina. Unajua kijana kama wewe hupaswi kuishi hivyo unavyoishi, aliongea Penina. Sasa niishije dada yangu? Nadhani leo hii siko tayari tena kukubembeleza kwa habari ya kazi niliyokupa hapa, na siwezi kukushauri kuwa uishije. Wewe kama ulikuja mjini ulijua utaishije. Ima alikaa kimya huku akitafakari juu ya mazingira ya jumba lile na upweke atakaokuwa nao kipindi cha majukumu yake mahali pale. Sio kingine ambacho kingeweza kumtatiza, kwani kazi zote za mule ndani na nje ni kama angezimudu, na mshahara mnono alioahidiwa bado hakuwa tayari kuuacha. Tatizo lilikuwa moja kwa Ima. Tatizo moja kwa Ima lilikuwa ni kuwa mbali na kampani ya wenzake tu. Penina aliendelea kuongea na Ima huku akimpa ahadi nyingi kubwa zaidi ya kazi ambayo angeanza nayo hapo kwake. Penina aliendelea kuongea na Ima huku akimwelekeza taratibu na namna atakavyofahamu. Atakavyofanikiwa ikiwa tu akiamua kutuliza akili yake. Kama Ima utakuwa tayari kuhusu jukumu la awali nililokupa hapa kwangu, nitakuchunguza taratibu. Ukiweza vizuri hapa, nitakupa kazi ya usimamizi mkuu wa kampuni yangu nyingine iliyopo kule Vingunguti, ili mimi nibaki eneo moja kule Posta, maana majukumu yanakuwa makubwa kwangu. Hivyo najikuta wakati mwingine nazidiwa na kushindwa kufanya kazi kwa ufanisi unaopaswa, aliongea Penina. Mimi niko tayari kufanya kazi
na kama ulivyoona nimeamka na kufanya bila kuelekezwa na mtu yoyote. Na kuahidi nitafanya kazi vizuri sana na hautajutia uwepo wangu hapa. Na hautajutia uwepo wangu hapa kwako. Mimi hata nisipopata hiyo nyingine, hii ya hapa nyumbani itanitosha. Niko tayari kuitwa boy hata miaka 10. Nikiwa hapa ilimradi niingize kipato changu fresh tu madam, haina shida. Aliongea Ima kwa hisia na hamasa kubwa kwa ajili ya kuifanya kazi aliyopewa na Penina. Ima alionyesha kuchangamka, kisha akasema, milioni 10 kabisa, wapo wasomi hawaipati hiyo kwa mwezi. Penina alijaribu kumsahihisha Ima kuwa katika majukumu yake asingependa ajione kama boy, ila ajione kawaida, kwani katika vipindi kadhaa Penina atakuwa akisaidiana naye. Ima aliita Penina. Naam dada, Ima akaitika. Nisingependa ujinasibishe kama boy mahali hapa. Kwani nina mipango mikubwa sana juu yako hapo baadaye, hivyo sitapenda. Nisingependa ujinasibishe boy mahali hapa, kwani nina mipango mikubwa sana juu yako hapo baadaye, hivyo sitapenda wanangu walisikie hilo jina kutoka kwako. Achana nalo kabisa, umesikia? Aliongea Penina. Sawa, nimekuelewa madam. Ilipita mwezi mzima, Ima akawa ameweka mazingira safi kwa Penina, mpaka rafiki zake kadhaa wa Penina walipokuwa wakija kumtembelea walibaki kushangaa. Siku moja Ima na Penina wakiwa wameketi wanapiga stori, huku Ima akimkata Penina kucha za miguuni mwake. Ima aliona amchombeze ili apate kujua ukweli wote kuhusu Penina anavyoishi na mali zile zote. Ila dada, inaonyesha wewe na shemeji yangu mnalindana sana, Ima aliongea. Samahani sana, tena ungejua ninavyochukia, kwanza unavyoniita dada, pili unavyong'ang'ania hiyo shemeji, yaani nakuchukia sana. Sema basi wewe sinisha kukataza usiniite hivyo, na nikakujibu kuwa sina mtu kwa muda mrefu sasa, akasisitiza Penina. Mimi siko kwenye ndoa muda mrefu sana, Penina alikazia kauli yake. Ina maana hii nyumba ni yako peke yako? Ima aliuliza. Ndio, ni yangu Ima. Ndio, ni yangu Ima. Si umenikuta humu na wanangu? Penina alikazia. Unabidii sana madam, Ima alimsifia Penina. Ni kwa sababu ya juhudi na kujituma ndio maana niko hapa, Penina alikazia. Penina aliinamisha kichwa chini kama dakika 2, kisha alipoinua kichwa akawa anatoka machozi. Ima akashtuka na kuchukua leso yake
na kumfuta Penina. Kisha Penina akaona ni muda mrefu. Kisha Penina aliona sasa ni muda mwafaka kumsimulia Ima juu ya mume wake Mzee Morgan. Leo ni siku mwafaka ambayo ningetamani nikusimulia jinsi nilivyokutana na mume wangu mpaka mabalaa yaliyomkabili. Nakumbuka miaka 30 iliyopita niliishi na wazazi wangu nikiwa nimehitimu kidato cha 6 na kupata ufaulu mzuri sana. Ilibaki kidogo sana nisiendelee na masomo. Kwani nilichaguliwa kwenda ualimu na mimi sikutaka kwenda huko. Kwa vile kwetu hapakuwa na uwezo mkubwa sana. Ila wa wastani, baba yangu alipambana sana na kujinyima ili kuhakikisha nafikia malengo yangu ya kielimu. Baba yangu alifanikiwa kunilipia hadi degree ya kwanza, nikamaliza salama. Baada ya hapo akashindwa kuniendeleza zaidi. Baba alikuwa na rafiki yake ambaye alikuwa na fedha nyingi sana, ambaye alifiwa na mke wake na kumwachia watoto. Baba yule alikuwa akinitembelea sana chuoni mara kwa mara na kuletea zawadi nyingi sana za gharama. Na bila kujua lolote, kumbe yeye ndiye alikuwa akinilipia ada. Bila kujua wala kushtuka chochote. Bila kujua wala kushtukia chochote, muda ukazidi kusonga. Siku hata siku. Kwa mbali nikaanza kuhisi kama kuna ishara na dalili za mapenzi ndani ya yule baba. Sikutaka kuwa na haraka, lakini nilisubiri mpaka niuone mwisho wa lile picha. Baba yule akawa ananishawishi kuwa hata kama nitataka kwenda nje kimasomo atagharamia. Ila sharti lilikuwa ni moja tu. Nimkubali anioe niwe mke wake ili nimsaidie kulea watoto na mimi nimzalie pia. Kutokana na utu uzima aliokuwa nao mzee yule, nilijikuta na mkwepa mara kwa mara bila kumpa jibu kamili. Bilionea Mzee Morgan alipoona simuelewi, akajaribu kumweleza rafiki yake ambaye alikuwa ni baba yangu mzazi. Wakati huo baba alikuwa ni dereva wa Bilionea Morgan. Alijaribu kuongea na baba yangu kuwa anishawishi ili nikubali anioe na kuwa kama nitakubali basi angebadilisha maisha yetu ghafla. Lakini pia Mzee Morgan aliendelea kusisitiza kwamba kama ikitokea amefariki basi atakuwa ameacha urithi kwangu na kwa watoto wake wote, hivyo sitapata shida yoyote. Na watoto wake wote wakikuwa, baba yangu angetuelekeza mali zake zote, kwani alikuwa anafahamu mali zake kwa undani. Hivyo
nisingepata shida kulea familia. Baba akaingia kibaruani na kuanza kunishauri sana kuhusu huku akimshirikisha na mama yangu pia. Kwa vile niliwapenda sana wazazi wangu na kuwaheshimu, na hasa nikizingatia nilivyokuwa nampenda na kumheshimu sana baba yangu, sikuona haja ya kukataa ombi la bilionea Morgan kupitia kwa wazazi wangu. Niliingia laini kwa moyo wangu mweupe, ila kwa sharti moja la kutimiziwa mabadiliko kwenye familia yangu. Kwanza nikawajibu wazazi wangu kuwa mimi nimekubali, ila mwambieni atimize kwanza ahadi yake. Mwambieni atimize kwanza ahadi yake ya kupabadilisha nyumbani, na pili tukutane anieleze yeye mwenyewe. Tulipanga miadi ya kukutana na mzee Morgan. Tulikutana kisha akapanga safari ya kwenda Dubai. Tulifikia hoteli maarufu sana ya Burj Al Arab kwa wiki nzima. Huko tulipanga mipango mbalimbali ya kimaisha. Tukiwa Dubai, zilinunuliwa nyumba 2 za kifahari sana. Moja maeneo ya Bahari Beach kwa ajili ya wazazi wangu, na nyingine Masaki kwa ajili yangu. Na ndiyo hii tuliopo sasa. Siku moja baada ya kutoka Dubai, mzee Morgan alinishangaza sana. Siku hiyo mzee Morgan akiwa na wapambe wake walianza kwenda na wazazi wangu, huku na mimi nikiwa kwenye msafara nikishuhudia kwa macho yangu. Haya, tulikuja hapa Masaki na mimi kukabidhiwa huu mjengo, na wote mimi na wazazi wangu tulipewa hati halali za nyumba zetu ili kumilikishwa kuwa ili kunihakikishia kuwa aliyoyaahidi mume wangu mzee Morgan yalikuwa ni kweli na sio sifa kama za wanaume wengine. Ilipita mwaka mmoja, alinipeleka nchini Marekani, jimbo la California, mimi na watoto wangu. Mimi na watoto wetu wote. Huko alitupangishia nyumba moja ya kisasa sana iliyokuwa na kila kitu. Mandhari ya nyumba ile yalivutia sana. Akaninunulia magari 4 ya kifahari. Nikawa nayatumia kwenda chuoni, huku nikiendeshwa na dereva ambaye alilipwa kila mwisho wa mwezi. Watoto nao walisoma shule ya kisasa sana. Ratiba hii haikusitishwa siku 6 za wiki mpaka mwaka mzima, na hatimaye miaka 2 ikakata. Nilimaliza elimu yangu ya masters. Nilikaa ng'ambo jumla ya miaka 5 huku nikiwasubiri watoto wamalizie masomo yao. Huku wakati huo wote mzee Morgan alikuwa haachi kututembelea mara kwa mara nchini Marekani.
Baada ya kumaliza masomo, tulirudi nchini na kuendelea na mambo mengine. Nilitafuta ajira miaka 2 mizima, nikakosa. Sijui sababu ya elimu kuwa juu. Sijui sababu ya elimu yangu kuwa juu ndio maana nilikosa ajira ama vipi. Siku moja nikiwa katika lindi la mawazo mazito, mume wangu aliniita na kunishauri, huku akiniomba nijiunge naye kwenye biashara yake ili niwe mhasibu. Lengo la mume wangu kunishauri hivyo ilikuwa ni kwamba niwe mhasibu mkuu kwenye makampuni yake, lakini wakati huo akiwa amenifungulia kampuni yangu binafsi. Nilitafakari sana na kuamua kukubali, maana ikiwa huko serikalini ningelipwa, basi hata huku kwa mume wangu napo ningelipwa. Tena yawezekana yeye alinitangazia dau nono sana ambalo hata serikalini sidhani kama wangenilipa hivyo. Maisha yakaendelea. Watoto wa mke mkubwa walikuwa wakubwa na bahati nzuri walijitegemea. Nilijaribu kuwashauri sana juu ya maisha na changamoto zake. Nashukuru sana Mungu, walinielewa wote. Hata nilipo wakalisha siku moja mbele ya mwanasheria wa familia na kuwakabidhi urithi wao, hamna aliyeonyesha kubabaika na wote waliendelea. Hamna aliyeonyesha kubabaika na wote waliendeleza urithi wao, huku wakiendelea vyema na kazi yao ya serikali. Na wote waliendeleza urithi wao huku wakiendelea vyema na ajira za kiserikali walizozipata. Nilibaki na watoto wangu 4 ambao pia niliwapa. Nilibaki na watoto wangu 4 ambao pia niliwapa. Nilibaki na watoto wangu 4 ambao pia niliwapata na mzee Morgan, ambao ndio hawa unaowaona. Siku moja katika hali ya kushangaza, mume wangu aliniita na kuniambia kuwa anataka aandike urithi na wosia. Kila mtu atambue urithi wake kwa watoto wa pande zote, na mama yao ambaye ni mimi ndio nitakuwa msimamizi mpaka wote watakapojitambua. Ila alisisitiza kuwa mwanasheria wa familia atabaki kuwa ni yule yule, hata badilishwa. Maneno yale ya mume wangu yalinishtua sana. Wiki 2 nzima sikuwa na amani. Sikujua ni nini haswa yalikuwa maamuzi yake kufanya vile. Mzee Morgan alikuwa ni msiri sana, na hata kuna wakati mwingine hakuwa wazi kwa maana, kwa mambo mengine yaliyokuwa yakimsibu. Alipata stroke. Ikaja kugundulika kuwa ilitokea ajali ya meli ya mizigo iliyozama na mzigo wake wenye thamani ya haraka ya $800 milioni 800. Haikuchukua muda, mume wangu hali ikawa mbaya siku hata siku. Tulijaribu kwenda nchi mbalimbali kwa mabingwa wa tiba, lakini
hali haikutengemaa. Matokeo yake, ilifika wakati mume wangu alifariki dunia na kuniacha na familia na kila kitu chake. Baada ya kumaliza kumsimulia Ima, Penina alitokwa machozi zaidi. Kisha aliyafuta na kumwambia Ima kuwa ni miaka sasa 8 imepita tokea mmewe afariki. Kwa hiyo hayupo kwenye mahusiano yanayoeleweka mpaka sasa. Baada ya kusikia mkasa mzima na masahibu yaliyompata mme wa Penina, Ima alisikitika sana. Aliukumbuka ucheshi wa bilionea Morgan, ambavyo hakuwa mtu wa majivuno na mwenye kujikweza. Alikumbuka miaka mingi sana, siku alipowachukua kule kijiweni na kwenda nao hadi kwake. Alimpa pole Penina, kwani muda wote. Kisha Ima alimpa pole sana Penina, kwani muda wote anakuja kwa Penina alihisi labda mme wake alikuwa amesafiri ama labda waliachana. Kumbe sivyo, ila umauti ulimchukua. Ima alimtia moyo Penina na kumpa matumaini kuwa ipo siku atampata mwanamume mwingine tena wa hadhi yake na wanayeendana, hivyo atulie na kujilinda. Lakini kwa wakati huo alipaswa mume wake awe ni kazi yake sana na ayapende majukumu yake kuliko chochote kile. Maana wanaume walio wengi miongoni mwao wanapenda sana siku hizi wanawake wenye uwezo wa kifedha, na wakiwapata huishia kuwavuruga na kuwarudisha nyuma. Penina na Ima walifarijiana kwa ukaribu sana. Kisha Ima alimwaga Penina kuwa anaenda kwenye banda na ng'ombe kufanya usafi na asingekuja mapema mpaka amalize. Aliondoka huku Penina akimwaga kuwa atakwenda kumsaidia baadaye. Penina aliingia jikoni kuandaa chakula cha mchana na kisha baada ya lisaa Kisha baada ya lisaa limoja kupita, alishamaliza. Wakati anakwenda kwenye mifugo, alipo Ima alipata ugeni wa ghafla ambao hakutarajia. Na mgeni mwenyewe alikuwa ni mchumba wake aliyemwaga na mgeni mwenyewe alikuwa ni mchumba wake aliyemwagana naye miezi 5 iliyopita kwa sababu ya kumsaliti na dada wa kazi. Jason alifunguliwa geti na mlinzi. Alipitisha gari yake ya kifahari aina ya Jeep taratibu. Kwa mbali Penina alisimama huku akishangaa kuwa lile ni gari la nani. Jason alipoingiza gari usawa wa nyumba ya mlinzi, alimsalimu na kuingiza gari ndani. Alimwona Penina kwa mbali akiwa amesimama. Kisha aliendesha gari lake taratibu kuelekea alipokuwa amesimama Penina.
Alipokaribia karibu, alifunga breki karibu na Penina, na kwa vile vioo vya lile gari vilikuwa ni tinted, bado ilimuia vigumu sana Penina kujua ni nani hasa alikuwa ndani ya lile gari. Penina akajiuliza kuwa huyo aliyekuwa anajiamini namna ile hadi kuingiza ndani mwake na kuja kufunga breki. Penina akajiuliza kuwa huyu aliyekuwa anajiamini namna ile hadi kuingiza gari ndani mwake na kuja kufunga breki pembeni yake alikuwa ni nani? Ghafla Jason aliteremsha kioo na kutoa tabasamu mwanana kwa mrembo wa haja Penina. Lakini Penina alipogundua ni sumu yake Jason, aliondoka kwa dharau na kuelekea alikokuwa Ima. Ilibidi Jason amfuate huko. Mpenzi mfuatiliaji wa channel yetu ya Hamasa Simulizi na simulizi hii ya Boy, kitakachojiri huko sio mimi wala wewe hatujui, isipokuwa na kushauri fuatilia sehemu ya 7 hapa katika channel yetu pendwa ya Hamasa na Simulizi. Mimi pamoja na wewe tutapata majibu ya sehemu ya 6 jinsi ilivyotuacha. Usisahau kusubscribe, kuacha maoni katika comment section hapa Hamasa na Simulizi. Kwa pamoja tubaki mahali hapa kama wanafamilia hai wa Hamasa na Simulizi. Asanteni kwa kuwa nasi.